Nguvu za giza. Leo ninatamani nijifunze na wewe sayansi ya kiroho iliyopo ndani ya usiku. Kuna watu wana night phobia, wana hofu ya usiku. Leo ni suluhisho kwa ajili yao. Kuna watu wanaota usiku. Leo ni suluhisho kwa ajili yao. Kuna watu usiku hawana amani. Leo ni suluhisho kwa ajili yao. Somo hili litakuwa ni mbaraka sana kwa sababu litakusaidia kujua usiku katika ulimwengu wa kiroho umebeba nini. Nimewahi kufundisha asubuhi imebeba nini katika ulimwengu wa kiroho, mchana umebeba nini katika ulimwengu wa kiroho, na leo ninakufundisha usiku umebeba nini katika ulimwengu wa kiroho. Nikukumbushe kwa haraka, asubuhi imebeba huruma, asubuhi imebeba furaha, mchana imebeba majibu ya vitu vigumu vya muda mrefu, uzoefu ambao tumepita kwenye maisha nao wa muda mrefu, na usiku umebeba nini. Unapoiona giza inaingia, uone nini kama mtu wa rohoni, nini inatafasiri kichwani kwako. Unapoiona giza imeingia kama mtu wa kiroho, kwanza ndiyo siku inaanza. Watu ambao wanamwamini Mungu na wanaziamini kanuni za Mungu, siku inaanza wakati wa jioni, yani jua linapozama according to Mwanzo. Kwa hiyo siku inaanza jua linapozama, ndio siku inaanza, sio saa 6 za usiku. Hiyo ni ya kidunia, hiyo ni ya watu wa ulimwengu wasiomwamini Mungu. Siku nyingine nitaweza kuifundisha pale nitakapopata nafasi hii ilitoka wapi. Lakini ya Mungu inaanza jua linapozama, siku inakuwa imeanza. Kwa hiyo unapoiona giza inaingia, wewe ujue ya kwamba umeona siku mpya. Kwa mfano, ikiwa ni tarehe 1, alafu sasa jioni giza limeanza kuingia, unaanza kuona kumbe mimi ni wa tarehe 2 tayari. Mimi ni wa tarehe 2. Sasa usiku imebeba nguvu, na ndio maana zinaitwaga nguvu za giza. Unasikiaga hata neno nguvu za giza. Usiku imebeba reflection, imebeba kutafakari, kuangalia tena, kupima tena, kuchunguza tena, kutathmini tena. Usiku imebeba ufunuo, mafunuo. Wale ambao wanasema wanatamani wamsikie Mungu, wanatamani wamuone Mungu, wanatamani waisikie sauti ya Mungu. Usiku ni wakati pia mzuri kwa ajili yao. Zaburi 63 fungu la 6, Biblia inasema, nitakukumbuka kitandani mwangu na kukutafakari usiku maneno yako. Wewe wakati usiku unamkumbuka Mungu. Kuna watu wao wanakumbuka wapenzi, hapo ndio wanakosea. Unasikia mpenzi nimekumisi, unaanza kuchanganya matumizi ya wakati. Usiku ni wakati wa kumkumbuka Mungu na kuyatafakari maneno ya Mungu. Hivi Mungu amenitendea nini leo? Sawa, sijapata kazi niliyoenda kuapply, lakini hata uwezo wa kufanya interview Mungu amenipatia, nimeipiga, nilikuwa shortlisted. Unamtafakari Mungu matendo. Kwa hiyo usiku cha kwanza kabisa ni kumkumbuka Mungu. Hata unapokuwa kitandani, yeye ndo anakuwa pumzi yako ya mwisho. Ukiwa unaona unapolala, unasema Mungu amekuwa pamoja na mimi. Sina mengi sana, lakini haya machache ninayajivunia wakati wa usiku. Zaburi 119 fungu la 148, Biblia inasema, macho yangu yanatangulia zamu za usiku, nipate kutafakari neno lako. Wakati gani wa usiku macho yangu yanatangulia zamu za usiku? Nipate kutafakari neno lako. Usiku ndio wakati mzuri
wa wewe na familia yako kukaa kuitengeneza familia yako kuwa ya kiroho usiku. Wachawi wanakaa usiku ndio wao wanafundisha. Uchawi unaweza ukawa unafundishwa mchana, ila usiku ndio tunafanya practice. Kwa hiyo usiku na wewe kaa na familia yako, soma nao neno la Mungu, wafundishe maandiko ya Mungu, wafundishe habari za Mungu, waelekeze namna ya kuishi kama Mungu. Ninajua miji mikubwa asubuhi watu wanaamka, wanakimbia, wanakimbizana. Kwanza wamechelewa kuamka, wanakimbizana. Tumia sasa usiku kama wakati mzuri wa tafakari. Si advocate kwamba asubuhi msisali, asubuhi msiombe, lakini usiku tumia sasa muda mzuri wa kureflect. Uliza watoto wako, leo umefaidika nini? Leo umepata kikwazo gani? Itumie usiku kufanya reflection ya siku yako usiku. Za Isaya 26 fungu la 9 nasema, roho yangu inakutumaini usiku. Hatumtumaini tu Mungu wakati ambapo tunaona. Hata wakati ambao ni giza tunamtumaini. Wakati ambao ni usiku tunamtumaini. Hapa inamaanisha hata ule wakati ambao mambo hayaeleweki. Biblia inatafasiri ni kama usiku. Yaani giza, tunasema giza ni kutokuwa na mambo mazuri, kutokueleweka kwa vitu. Kwa hiyo huu unatafasiriwa kama usiku, kwamba roho yangu itamtumaini Mungu wakati wa usiku. Wakati wa usiku. Ayubu 33 fungu la 14 na la 16 inaonyesha pia Mungu hunena kwa ndoto na maono ya usiku. Hapa nilikuandikia kitabu hiki, kitabu cha siri zilizopo katika ndoto zako. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinafafanua ndoto za Mungu ni zipi, ndoto za shetani ni zipi, ndoto za mawazo ni zipi, ndoto za kula na kushiba ni zipi. Na kitabu hiki kinatafasiri baadhi ya ndoto na maana zake. Ujue namna ukiota nguo hii, ukiota siku hii, ukiota hali hii, ujue ni ishara ya kuwakilisha nini. Ni ndoto ya kukemea, ni ndoto ya kuomba, ya kuiombea kwamba ije, ni ndoto ya kuifukuza, ni ndoto yenye maelekezo. Kwa hiyo kitabu hiki utakipata na kitakusaidia. Mungu hunena kwa ndoto na maono wakati gani? Wakati wa usiku. Biblia inasema hivyo. Sasa kipindi cha usiku ni kipi, mchungaji? Kipindi cha usiku kimegawanyika katika maeneo makuu manne, au kwa majina maarufu tunasema zamu 4 za usiku. Kwanza kabisa, saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku. Saa 12 jioni tunaita ni usiku mpaka saa 3 usiku. Hiyo ni zamu ya kwanza. Hiyo inaitwa ni jioni kwa ujumla. Usiseme usiku. Inaitwa ni jioni, lakini ni zamu ya usiku. Zamu ya kwanza. Alafu kuna kati ya usiku ambayo ni saa 3 mpaka saa 9. Saa 3 mpaka saa 9, hiyo nayo ni zamu ya usiku ambayo ni usiku, ni kati ya usiku ambayo ni zamu ya pili. Alafu kuna zamu nyingine ni zamu ya 3. Ni zamu ya 3 ambayo ni saa 6 usiku mpaka saa 9, ambayo hiyo ndio tunasema usiku wa manane, au ni zamu ya 3. Hiyo zamu ya 3 usiku wa manane, saa 6 usiku mpaka ile saa 9. Hiyo inaitwa ni usiku wa manane. Lakini kuna zamu ya mwisho ya 4, ni kabla ya alfajiri, ambayo ni saa 9 mpaka saa 12. Hiyo nayo ni usiku. Kwa hiyo hizo ni zamu 4. Hizo ni zamu 4. Na utagundua kuna wakati fulani Yesu aliwahi kukaa na wanafunzi wake, akawaambia hamkukesha nami hata saa moja. Hakumaanisha saa moja kwa maana ya dakika 60. Alimaanisha zamu moja.
Kwa hiyo ilikuwa ni zaidi. Watu wanadhani ni saa moja kwa maana ya dakika 60. No, ilikuwa ni zaidi kwa sababu zamu ya kwanza tunaona ni saa 9, ni saa 12 mpaka saa 3. Zamu ya pili ni saa 3 mpaka saa 6. Zamu ya tatu ni saa 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo hizo ni zamu za usiku. Sasa usiku ule, wakati wa kwanza kabisa, nini ambacho unapaswa ukifanye kwenye zamu ya kwanza? Ile zamu ya kwanza kabisa ambayo ni zamu ya saa 12 jioni mpaka zamu ya saa 3. Nini unapaswa kufanya? Jambo la kwanza ambalo unapaswa kufanya ni kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu wakati wa usiku. Mshukuru Mungu. Siku yako si imeisha, imeanza siku nyingine, umepindua siku nyingine. Mshukuru Mungu kwa siku iliyopita. Andika hata mambo 5. Sema na familia mambo 5 unayomshukuru. Wajue mama leo anamshukuru Mungu kwa kitu hiki, baba leo anamshukuru Mungu kwa kitu hiki, watoto leo wanamshukuru Mungu kwa kitu hiki. Nini kimetokea? Panga kushukuru. Sehemu ya kwanza kabisa, hiyo zamu ya kwanza ya usiku, ili usiku wako uwe effectively clear. Shukuru. Lakini reflect. Fanya reflection. Fanya tafakari na tafukuli ya kile ambacho kimetendeka. Kwamba okay, hivi pale kwa nini nilisema vile? Hivi leo nilipaswa nifanye nini? Na nimefanya nini mpaka sasa hivi ninapoanza siku mpya? Kwa hiyo hayo masaa tumia kushukuru. Hayo masaa tumia kumpongeza Mungu. Hayo masaa tumia kuangalia vile ambavyo ilitokea. Mwongozo wa fungu ni Zaburi 90 fungu la 1 na la 2. Unaweza ukatumia kwa hayo masaa. Ikifika zamu ya kati ya usiku, yani saa 3 mpaka saa 6. Saa 3 mpaka saa 6. Hapo huwa ni mapambano. Ni mapambano ya kiroho. Hapo huwa ni mapambano makali sana ya kiroho, lakini ni wakati mzuri wenye ulinzi wa Mungu. Fungu elekezi ukisoma katika kitabu cha Mathayo 13 fungu la 25, Biblia inasema watu walipolala, adui alikuja, aliingia. Hao watu, Biblia inayosema, Yesu anasema mtu aliandaa shamba zuri, akapanda mbegu safi, alafu usiku huu wa masaa haya ya saa 3 mpaka saa 6 adui aliingia akapanda magugu. Muda huu ndio muda ambao watu wanaingia. Ulogi unaanza muda huo. Wanaanza kupanda magugu kwenye biashara yako. Wanaanza kupanda magugu kwenye ndoa yako. Wanaanza kupanda magugu. Muda huu ndio spirit zinaachiwa. Ndio maana majira kama hayo, hamza ngono kwa watu zinakuwa. Ngono haramu kabisa zinakuwa. Hanza hiyo mida hiyo. Chats za hovyo. Watu wanaanza mida hiyo, spirit za uzinzi zinaanza kumwaga. Mida hiyo drugs zinaanza kuuzwa. Mida hiyo watu wanaanza kuvushwa na kutoroshwa. Mida hiyo maspirit yanaanza kumwaga. Mida hiyo ni vita, ni hila zinaanza, manuizo yanaanza. Manuizo mabaya mida hiyo yanaanza. Mida hiyo wa maadui wanaanza kupanga mipango namna gani wanaenda kukuzuru. Mida hiyo, mida ya usiku wa mapambano. Biblia inasema lakini walipolala adui aliingia. Walipolala, kulala maana yake ni kuzubaa. Adui aliingia. Usizubae wakati wa usiku. Kumbuka hapa ninaongea mambo mawili. Usiku kama wasaa kabisa, wakati jua limezama, giza limeingia. Lakini usiku kwa maana ule wakati wa changamoto. Usizubae ule wakati ambapo changamoto zinakuwa
uwe mtu ambaye unaona, uwe mtu ambaye uko makini, uwe mtu ambaye unatazama na kuangalia, ili usije ukapandiwa magugu, usije ukazulumiwa, usije ukachukuliwa hatima yako, usije ukaingia wakati ambao ukawa na maspiriti, ukawa na maroho mabaya, ukawa na spiritual husband wanapandwa wakati wa usiku. Si ndio huu wakati wa usiku wanaanza kupandwa? Zaburi 91 fungu la 5 mpaka la 6, Biblia inasema, usiogope hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Kuna watu wana phobia ya usiku, wanaogopa wachawi usiku, wanaogopa majini usiku, wanaogopa kulala peke yao, wanaogopa kuzima taa. Usiogope hofu ya usiku. Hiyo ni ahadi ya kwamba usiku, pamoja na vita vinaanza masaa kama hayo, usiku, kati ya usiku, masaa ya saa 3 mpaka saa 6 vita vinaanza. Wakati kama huo usiogope. Biblia inatia moyo kwamba usiogope hofu ya usiku, kwa sababu Mungu anatulinda wakati wa usiku. Biblia inasema hivi katika Isaya 27 fungu la 3, Biblia inasema, Mungu hulinda shamba lake mchana na usiku. Mungu hulinda shamba lake mchana na usiku. Hii ni ahadi, na unapoongea na Mungu, unamwambia Mungu, ninajua duka langu malaika zako wanalinda mchana na usiku. Ninajua kazi yangu unailinda mchana na usiku. Hiyo ni ahadi ya Mungu, ambayo Mungu ni mwaminifu. Wakati wa usiku sasa, katika ile saa 6 mpaka saa 9, huu wakati ndio wakati wa ushindi. Huu wakati ndio wakati wa matumaini. Huu wakati ndio ambapo udhihirisho wa nguvu za Mungu unakuja. Tulia. Toa manegative hayo kwamba sijui wachawi wanaroga, sijui usiku wa manane. No. Wakati wa usiku wa manane ndio breakthrough. According to Bible, Matendo 16 fungu la 25 mpaka la 26. Usiku wa manane, Biblia inasema, Paulo na Sila wao walikuwa wanaomba, wanasifu, milango ya gereza ikafunguka. Usiku wa manane, panapo usiku wa manane. Usiku wa manane ndio breakthrough ya ndoa yako. Wakati wa usiku wa manane ndio breakthrough ya biashara yako. Usizubae wakati wa usiku. Biblia inasema Paulo na Sila waliomba, walisifu wakati wa usiku. Huu wakati wa usiku wa manane, wakati hofu inazidi kuwa kubwa, ujue ahadi ya kwamba huu ndio wakati wa breakthrough, ya kwamba ule wakati wa giza linapokuwa kali sana, usiku wa manane, ujue ushindi wako upo. Ushindi wako upo. Ushindi upo kwenye ile ndoa, ushindi upo kwenye ile biashara, ushindi upo kwa ajili ya ule mtoto usiku wa manane. Na dalili ya ushindi ni ipi? Unaamshwa, unadhani unaamka kujisaidia. No! Umeamshwa kwenda kusifu na kushukuru. Ukiamka kidogo, usifu na kushukuru. Sio lazima uimbe nyimbo eti ndio kusifu na kushukuru. No. Hata tu kitendo cha kusema, Bwana, asante tena, kumbe nimelala nimeamka. Hiyo ni sifa. Hiyo kwenye ibada inaingia kwenye sehemu ya sifa. Kwenye vipengele vya ibada kuna sehemu ya sifa, ambao nyimbo zinahesabika kama sehemu ya sifa. Lakini pia kitendo tu cha kushuhudia, kitendo tu cha kutamka kitu kizuri kwa Mungu ni sehemu ya sifa. Kwa hiyo wakati wako wa usiku, unaposhtuka, Mungu amekushtua, ukaenda haja, sema prayer yenye sifa. Baba, nakushukuru. Wakati wa giza nene, wewe ni nuru yangu. Baba, nakushukuru, wewe unanivusha. Baba, nakushukuru, wewe ni mtetezi wangu.
huwa ninafanya challenge inaitwa Mungu ni nani kwenye maisha yako. Alafu hiyo ni challenge ya sio kwamba Mungu wa Ibrahimu. Wewe kama Mabamba, Mungu ni nani? Sasa huo wakati wa usiku unasema Mungu kwangu ni mlinzi. Amewahi kunilinda. Mungu kwangu ni baba. Yes, nimekuwa yatima lakini nimeona Mungu amesimama kama baba. Mungu kwangu ni mume. Yes, mimi ni mjane lakini ni mjane mwenye nuru. Kwa hiyo wakati unatoa sifa, Mungu ni nani kwako. Paulo yuko gerezani, anasifu, anashukuru wakati wa usiku wa manane. Usiku wa manane ni wakati wa ufunuo. Mungu hunena nasi wakati wa usiku wa manane. Usiku wa manane Mungu ananena nasi kama ambavyo Ayubu ametuambia katika Ayubu 33 fungu la 14 kwamba Mungu ananena nasi kupitia ndoto. Sasa moja ya sauti za Mungu zipo kupitia neno lake, kupitia watu, kupitia Roho Mtakatifu ambaye ananena nasi ndani yetu, kupitia circumstances, kupitia viumbe, kupitia mambo mbalimbali, lakini moja ikiwapo ndoto. Sasa wakati wa usiku Mungu ana communicate na wewe kupitia ndoto. Bahati mbaya ndoto huwa tunazisahau. Sio wa kwanza, hata kuna wafalme waliwahi kuota. Nebukadneza, Daniel sura ya 2 aliota, Nebukadneza aliota akasahau ile ndoto. Kwa hiyo hata wewe huenda ukaota ukasahau, ukaota usikumbuke vizuri, ukaota usielewe mahali vizuri. Huenda Mungu ana communicate na wewe. Kuna watu wanapandiwa vitu vibaya. Mungu anajaribu kuonyesha wanavyopandiwa vitu vibaya. Anakupa awareness ya kiroho, spiritual awareness, kwamba ebu kumbuka hili tatizo lilianza. Kuna mtu niwahi kuongea naye anasema aliugua akapata matatizo ya mgongo, lakini anakumbuka shida hiyo aliipata usiku. Aliwahi kuota yuko na watu wamepanda mnyama fulani, alafu ni kama anataka kutupwa kwenye yule mnyama. Kwa hiyo Mungu saa nyingine huwa ana communicate kitu kinachoendelea, kwa sababu Mungu hunena katika kimya. Usiku wa manane Mungu hunena nasi kupitia ndoto. Na sasa hapa usisubiri tu mpaka wote. Ukiwa unaenda kulala unamwambia Mungu hivi: Baba, ninakushukuru kwa sababu unanena nasi. Ninapoenda kupumzika, kama kuna chochote itakupendeza kuongea na mimi kupitia ndoto, sema nami nisikie sauti yako kupitia ndoto. Kuna daktari aliwahi kutoa ushuhuda alivyokuwa anawaza jinsi ya kufanya operation pale Muhimbili kwenye hospitali ya moyo, namna gani ambavyo ataweza kupasua. Anawaza usiku, akaomba tu, Mungu nisaidie kesho niwe na siku nzuri kazini, nifanye ile operation kwa uzuri. Anatoa ushuhuda ya kwamba aliota ndoto. Mungu alinena naye kupitia ndoto. Akaota anavyoingia kile chumba cha operation, jinsi vifaa vilivyokaa, wasaidizi wake, namna alivyofanya. Lakini kile chumba ni kipya kabisa, sio kile ambacho huwa anafanya, sio kile ambacho kimeandaliwa. Akawaza, sasa mbona hii ndoto kama haina uhalisia? Kesho yake anafika hospitali, anaambiwa chumba ambacho anapaswa kufanyia operation kimepata emergency, kwa hiyo wameandaa kingine. Alipoingia kwenye kile chumba, akakuta kabisa chumba alichoingia ndio exactly vile alivyoota. Usipuuze ndoto yako.
Na ndio maana kuna watu wengine hata kuna vitu wao wanaviona na ni Mungu ana communicate nao, unasikia hii siku kama imejirudia. Hii niliota, aviotiga tu hivi mama ndekule. Vinakujaga kwa ufunuo wa Mungu. Usipuuze ndoto. Usipuuze ndoto. Unakimbia kwenye mashimo. Kwa nini Mungu ameruhusu ucommunicate kuona unakimbia kwenye mashimo? Mashimo yana maana gani spiritually? Kukimbia kuna maana gani kiroho? Kwa hiyo Mungu anakuwa anatoa information. Kwa hiyo saa nyingine usisubiri upate by surprise. Omba. Mwambie Mungu, usiku huu ikikupendeza, nena nami kupitia ndoto. Nisaidie kuelewa kile ambacho wewe unakisema. Sasa kitu kingine ambacho kinakuwa wakati wa zamu ya mwisho, zamu ya saa 9 mpaka saa 12, ambayo ni zamu ya kabla ya alfajiri, wakati wa saa za giza. Huu ni wakati wa mwanzo mpya. New begin. New begin. Ndege huimba, ndege hufurahi. Nimeiona tena mapambazuko. Wakati huu Marko 1:35 utaitumia kama mwongozo wakati wa usiku. Marko 1:35 utalitumia kama mwongozo. Sasa huu wakati pia ni wakati wa kuomba, ambapo Biblia inasema Yesu mwenyewe ambaye ni Yesu kamanda aliomba alfajiri kabla ya mapambazuko, akaenda mahali pa faragha palipo na utulivu akaomba. Huu wakati Biblia inasema kwenye Luka 6:12 Yesu aliomba usiku kucha. Yesu aliomba usiku kucha kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Yesu aliomba, kesho yake alikuwa anafanya maamuzi makubwa. Aliutumia usiku kuomba. Usiku kucha aliutumia kuomba. Saa nyingine usingizi unagoma, sio stress. Ni roho ana communicate na wewe ya kwamba tumia usiku wa leo kutafakari na kuomba. Yesu aliombea nani usiku kucha kulingana na Luka 6:12? Yesu aliomba kwa ajili ya utume anaoenda kuufanya duniani. Makusudi ya maisha yake. Makusudi ya maisha yako yaombee. Yesu aliomba usiku kucha, anaombea watu wa kushirikiana nao, partners. Imagine partners wa kumsaidia injili yake. Aliomba usiku kucha. Kuna msemo mmoja wao anasema, ukitaka kuoa, kama unaomba mara 3, anza kuomba sasa mara 2 yake. Anza kuomba mara 6. Kama unaomba mara 6 kawaida tu ya maisha, ukitaka kuoa na kuolewa, sasa ukianza kuombea mwenzi, anza kuomba mara 12. Yaani wewe unasema omba mara 2 yake. Alisema Ellen White, moja ya viongozi wa kidini, alisema hivyo kwamba ukiwa unataka kuoa, ukiwa unataka kuolewa, omba mara 2 ya maombi yale ambayo huwa unaomba kawaida. Sasa kwa Yesu ni zaidi ya hapo. Yesu kutaka partner wa kushirikiana naye kibiashara, aliomba usiku kucha. Wewe unataka upate mfanyakazi tu, dada tu wa kazi wa kupiga simu Njombe eti aje. Yesu aliombea partner usiku kucha. Ndio maana tuna watu wanaokuja kwenye maisha yetu hawaongezi thamani. Fikiria Yesu ambaye aliomba usiku kucha, Yuda bado alimsaliti, na hao waliombewa usiku kucha. Sasa sembuse wako yule wa Njombe ambaye hujawahi kumuombea hata sala ya Bwana ile ambao mnaomba kwa kusema haraka tu.
Jamani watu wa Njombe, sina ubaya na nyie, natoa tu mfano. Yule uliyomtoa Kagera, yule uliyomtoa Mtwara, ambaye hukuwahi kumwombea, yule uliyokutana naye tu njiani. Partners. Ukiwa usiku unaomba, unasema ya kwamba Mungu nisaidie, ninaenda kuhusiana naye kwenye wakati wa nuru, awe na nuru kweli. Imagine Yesu aliwaombea na nguvu yake ya maombi ndio iliwafanya hata walipomsaliti baadaye walirudi na walipiga kazi, walipiga mzigo ulienda, utume ukaenea dunia nzima. Leo tunajigamba wa Kristo kwa sababu ya watu walioombewa usiku kucha. Ili kampuni yako istawi, tenga usiku kucha, ombea wafanyakazi wako, ombea wafanyabiashara wenzako, partners, usiku kucha. Mke mwenzi, ombea usiku kucha. Tunawaombea wafanyakazi wetu au tunaombea watoto wetu? Yesu aliombea wafanyakazi wake, partners wake usiku kucha. Wewe unaombea? Usiku ndio wakati mzuri wa kuwaombea partner. Na hata kama una partner wa maombi wa usiku, omba naye. Paulo na Sila walikuwa ni partners, waliomba usiku. Matendo 16. Waliomba, partners waliomba. Tena leo tunaweza tukao tunaunganishwa na mitandao. Una partner wako China, una partner wako wakati fulani. Tenga usiku, omba naye usiku. Omba naye. Amjui Mungu wako, mwambie ninakuombea kwa neno ya Mungu, ili yeye asije akapandiwa magugu wakati alipolala, ili shamba lako likamea magugu, kwa sababu partner wako amejaa giza. Omba usiku kwa ajili ya mfanyakazi wako. Na kuchallenge, Yesu aliombea wafanyakazi wake wakati wa usiku. Yesu aliwaombea. Wakati wa usiku ni wakati wa kuisikia sauti ya Mungu. Usilale tu na kujigamba, leo nimelala fofofo sijashtuka. Samuel akiwa mtoto mdogo, wakati wa usiku amelala na babu yake Eli. Samueli sura ya 2, Samueli wa kwanza. Mungu akamuita Samueli. Mungu anaita wakati wa utulivu, wakati wa usiku. Kama una prayer room, nenda. Saa nyingine mwache mwenzi wako, nenda sehemu ya kujitenga kidogo. Alafu usiombe, utulie. Utasikia Mungu anakusemesha. Utulie. Ikiwezekana weka instrumenti ndogo nzuri kama ambayo unaisikia nyuma ya hili ubili. Weka, sikiliza kwenye utulivu, wakati wa utulivu. Alafu tafakari. Mungu hunena wakati wa usiku. Samueli akaitwa, Samueli. Yeye akakimbia kwa babu yake. Babu, umeniamsha? Bado hujapambazuka? Babu yake akamwambia, sijakuamsha bwana, wewe lala, labda unaota. Kumbe Mungu ananena wakati wa usiku. Akalala. Mungu tena akamuita, Samueli. Akakimbia tena kwa babu. Babu, umeniita? Wewe naye mtoto wewe unapunguza kula usiku. Unaona sasa matatizo yako, unaota hizi ndoto. Akaambia, nenda tu ulale. Akaja tena, babu unaniita? Sasa wewe piga picha, mtoto mdogo hakulala fofofo. Yule alikuwa ni mtoto mdogo ila hakulala fofofo. Wewe mtu mzima unalalaje bwana hadi unakoroma bwana usiku? Kweli kabisa, mtu mzima, mtoto mdogo kabisa, mtoto mdogo halali. Anasikia hadi Mungu anamuita, anasikia, anajua ni babu. Wewe mtu mzima unalala fofofo hadi mnaibiwa bwana. Hadi majambazi wanaingia ndani eti hujasikia kabisa. Kataa huo usingizi wa kukuletea magugu.
Huo ni unaitwa usingizi mleta magugu. Huo unaukataa kwa jina la Yesu. Unasema, Bwana, ninapolala silali katika usingizi unaoleta magugu. Kwa sababu ya uwezo wako, nisaidie kulala kama Samueli. Nisikie, nilale nikiwa nasikia. Yakija mapopo machawi, unakemea kwa mamlaka, wanaliwa na moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Samuel, Eli babu yake akamwambia, sikia mjukuu, huyo nimegundua ni Mungu. Akikuita tena, sema, nena nami Bwana, mtumishi wako anasikia. Kwa hiyo usiku huwa Mungu unena. Mungu saa nyingine unena usiku, tunajua ni babu zetu. Mungu saa nyingine unena usiku, tunajua ni majirani zetu. Mungu saa nyingine unena usiku, tunajua tu tuliota, kumbe ni Mungu hunena wakati wa usiku. Sasa, jinsi ya kuomba wakati wa usiku. Kama nilivyosema, anza na shukrani, muite Mungu kwa rehema zake za siku yako nzima. Mwambie Mungu, asante kwa wakati wa nuru, na sasa ninakushangilia. Zaburi 92 fungu la 1 na la 2 ni mwongozo wako. Jinsi ya kuomba usiku: ondoa mzigo, samehe waliokukosea. Jisamehe pale ulipokosa wewe mwenyewe. Sema tena, Mungu nisaidie kuitenda siku nyingine kwa wema. Hiyo ni siku mpya. Achilia mzigo, achilia chuki. Ndio maana Biblia inatuambia hata hasira hatupaswi kuwa nayo jua linapozama. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Ni siku mpya. Unaondokaje na gubu tena la jana? Unaondokaje tena na gubu la mchana? Unaharibu siku yako, kwa sababu kiroho siku inaanza usiku. Usilale na gubu. Sasa achilia mizigo ulionayo, achilia. Toa kila hofu. Zaburi 4 fungu la 4 Biblia inasema, nitajilaza katika amani na kutulia. Toa hofu, wasiwasi usiwepo ndani yako. Usiku omba ulinzi. Zungumza kwa kutumia mamlaka ya jina la Yesu, ndio linaotulinda. Ninalindwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema, Bwana asipoilinda mji, hata wanaokesha wanailinda bure. Unasema, nyumba hii kama ya wana wa Israeli imefunikwa na damu ya Yesu. Hata malaika anayepita kuangamiza, anayepita kudhuru, akiona damu ya Yesu kwa imani kwenye nyumba yako, airuke, aipite, kwa sababu imenyunyuziwa damu ya Yesu. Kumbuka, nguvu za roho, za giza, za nuru, lakini za roho hufanya kazi usiku. Malaika wa Mungu huzuru pia usiku, kama ambavyo kwa Wamisri walipita wakaangamiza wakati wa usiku, lakini kwako wanapoona chapeo ya damu ya Yesu Kristo kwako, wanasema, hapa ni kwa mtoto wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo zungumza kwamba nyumba yangu inalindwa kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Zaburi ya 91 itakusaidia kama sala ya ulinzi. Zaburi yote ya 91, sala ya ulinzi wa wakati wa usiku. Lakini wakati wa usiku, shambulia mapepo na nguvu za giza, zikatae. Kataa roho mbaya za usingizi ambazo zinakupelekea hadi upandiwe vitu. Kuna watu wameolewa wakati wa usiku, alafu mchana hawana wenzi, ila usiku wana wenzi. Kataa usiku kuharibiwa biashara yako, kuharibiwa ndoa yako, manuizo, ilizi zinazowekwa wakati wa usiku. Luka 22 fungu la 46. Tunayakataa kila silaha, inge, nyoka, majini, mapepo kwa aina zake wakati wa usiku. Wakati wanapo operate, sisi tunadai ulinzi wa Bwana. Omba ufunuo kama nilivyosema. Mwambie Mungu,
Kama kuna jambo lolote unatamani kunijulisha, nijulishe wakati huu wa usiku. Mungu hunena katika kimya, kwa sababu ahadi yake, Ayubu 33 fungu la 15 na 16 inasema Mungu hunena wakati wa usiku. Lakini maliza kwamba Mungu, ninakushukuru Mungu, katika amani, ukiwa na matumaini na hope, nasema nitajilaza na kutafakari mara. Nikwambie, usiku sio wa kuogopa. Usiku ni wa ushindi. Usiku ni wa kushindi. Yesu alikamatwa usiku. Alikamatwa usiku. Wanafunzi waliogopa. Unajua giza linatisha. Wanafunzi waliogopa, wakasema kamanda ameisha. Kumbe kwenye ulimwengu wa kiroho ilikuwa ni ishara kubwa sana ya ushindi, ya kwamba huyu mwanakondoo wa Mungu anachukuliwa usiku. Watu wanadhani ameshindwa. Siku moja mchana kweupe anashinda hadharani. Bado dunia ikasema no. Dunia ikageuka ikawa giza, kama pia ishara ya usiku, kwamba ni ushindi. Ushindi. Akawekwa kwa blini, sehemu ambayo ni ishara ya usiku, lakini akafufuka. Usiku ni ishara ya ushindi. Usiku ni ishara ya kulindwa. Zaburi sura ya 4 fungu la 8. Hebu tulichukue tunapo lala, tunapo tafakari. Katika amani nitajilaza na kutulia. Mungu akuondolee hofu ya usiku. Mungu akupatie ushindi wa usiku. Tafakari, shukuru, omba, shukuru, sikia wakati wa usiku. Bwana akutendee mema. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office namba 20, Virtual Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi, kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye screen yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.